Hujambo mpendwa mtazamaji na kukaribisha tu tena katika meza hii ambao sisi huchambua mambo mengi au mambo mengi ambayo yanatendeka na yanatuhusu. Mingi zao ni zile ambazo zinafanyika katika siasa. Mpendwa mtazamaji, tarehe rasmi ya kuweza kufanya maandamano na wale ambao wanaandaa maandamano kutoka katika vuguvugu la Gen Z wanasema haya maandamano yatakuwa mojawapo ya maandamano ambayo yatakuwa makubwa zaidi ambayo imewaitendeka nchini Tanzania. Kulingana nao wanasema hii maandamano itaipiku ile ya tarehe 29 ambao iliweza kutendeka siku ya uchaguzi. Kwa hivyo wanasema hii ambayo inaenda kutendeka tarehe 9 Desemba itaipiku ile ya tarehe 29. Na pia mpendwa mtazamaji, niko nataka kuweza kuambia ya kuwa jamhuri haikai tu haikai kama imeweza kuangalia ya kuwa haya maandalizi yote yanatendeka bila ya kufanya jambo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yameweza hata kufichiliwa na mbinu ambayo walikuwa wameweza kuitenga ili kuweza kuikabiliana na maandamano ambayo yangefanyika tarehe 9 Disemba. Na mimi mpendwa mtazamaji, sijui ni nani ambaye anamshauri au anamuadvise Mama Samia Suluhu, kwa sababu mbinu yake ambayo alikuwa ameweka si mbinu ya ifanya maandamano isiweze kuandaliwa, bali ni mbinu ambayo inafanya sasa uchochezi wa maandamano hata unakuwa wa hali ya juu zaidi. Mpendwa mtazamaji, kabla niweze tu kukuarifu baadhi ya mbinu hizi na pia kukuarifu jambo ambalo nafikiria inaweza kutendeka, mpendwa mtazamaji, nataka uweze kubofya kile kidude cha subscription ili uweze kusubscribe katika channel yetu. Mpendwa mtazamaji, bila kupoteza muda, wacha tuweze kuingia katika uchambuzi huu. Maandamano ya tarehe 9 tayari imeweza kutolewa na bango limeweza kutolewa katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo haya maandamano ambayo wale vijana ambao wanaiandaa au waandalizi wanasema yatakuwa makubwa zaidi kuwahi kutokea hata kwa Afrika Mashariki kote. Na unajua yale maandamano ambayo yaliweza kutokea tarehe 29 yalikuwa makubwa tu zaidi. Kwanza katika haya maandamano hao vijana wameweza kutoa ile orodha ya vitu ambazo watakuwa wanaitekeleza au wanaifanya. Jambo la kwanza wameweza kusema ni ya kuwa watakuwa na mabango ambayo yatakuwa na maandishi ya madai yao, kwani watakuwa wanaandika ya kuwa hii ndio tunataka. Iwapo wanataka katiba mpya, hapo watakuwa wameandika madai tu yao, watakuwa wameweza kuiandika. Kisha jambo la pili ambayo vijana hao wamesema watakuwa na picha kwa wale ambao waliweza kupoteza maisha yao. Kwa hivyo wale ambao waliweza kuuawa katika siku ya maandamano au wakati wa maandamano, vijana hawa watakuwa na yale mabango ambayo yana yale picha, not mabango, yale picha ambayo inaonyesha kuwa vijana hawa waliweza kupoteza maisha yao wakati wa maandamano. Jambo lingine ni ya kuwa maandamano haya yatakuwa ya amani na utulivu. Jambo lingine wamesema ya kuwa hawatachoma chochote na hawatachoma kitu chochote, na pia hakutakuwa na uharibifu wa kitu chochote. Jambo lingine wamesema ni ya kuwa itakuwa ni maandamano ya utulivu lakini si ya wanyonge. Kwa hivyo tutakuwa tunarejelea tu kwa haraka niweze kuambia mbinu ambayo serikali imeweka ili kukabiliana na maandamano haya. Mpendwa mtazamaji, ni vyema sana vijana wa kikundi cha Gen Z wameweza kujipanga, wametoa orodha yao, wamepatia jamhuri muda tu mrefu wa kuweza
angalia ni mambo gani hawa vijana wanataka. Lakini jamhuri katika uongozi wa Samia Suluhu umeona ni vyema zaidi iweze kuunda kikundi kingine cha vijana. Kwa hivyo kuna kikundi kingine cha vijana ambacho kimeweza kufichuliwa, ambacho kimeweza kuunda kabla tu ya siku ya uandalizi wa maandamano. Kikundi hiki kilikuwa kiweze kujitokeza na kusema ya kuwa inataka mazungumzo na serikali au jamhuri. Kwa hivyo itakapouliza ya kuwa wanataka mazungumzo, serikali itawaita, kisha wataketi pamoja, alafu baada ya pale watasema ya kuwa tumesitisha maandamano ambayo yangetendeka tarehe 9 Desemba. Kwa hivyo mbinu hiyo tayari imeweza kufichuka na sifikiri ya kuwa itakuwa inatumika na jamhuri kwa sababu ya kufichuliwa. Kwa hivyo vijana hawa baada ya hiyo kufichuka wanatakana wawe macho zaidi, kwa sababu katika haya maandamano ukiona wamesema ya kuwa haya maandamano yatakuwa ya amani na utulivu, na wameweza kusema ya kuwa hatutachoma kitu chochote wala kuharibu kitu chochote. Kwa hivyo hapo ndio shida ambayo itakuwa, na nataka uweze kusikia kwa makini kwa sababu hii inaweza kutokea au inaweza kutendeka. Kwa hivyo kama mbinu ya serikali, vijana ambao walikuwa wameletwa ili waweze kuzungumza kwa niaba ya vuguvugu la Gen Z, vijana ambao naweka kwa mabano ni kutoka tu upande wa serikali, ilikuwa serikali izungumze na serikali, imeweza kufichuliwa. Kwa hivyo katika siku hii ya maandamano, kitu ambacho jamhuri itafanya ya kuwa italeta vijana sasa wahuni. Vijana wahuni watakuwepo katika maandamano yale, na watakuwa wanafanya uharibifu, kupiga watu na pia kuvunja tu baadhi ya duka, na watafanya ile maandamano ambayo inasemekana ya kuwa itakuwa ya amani na utulivu, ambao watahakikisha, jamhuri itahakikisha ya kuwa maandamano yale hayatakuwa ya amani na utulivu. Kwa hivyo wanapofanya hivyo ni mbinu tu mojawapo ya kuhakikisha ya kuwa wameidhibiti maandamano, na kisha wataweza kutoa statement au wataweza kutoa habari ya kuwa tumeipiga marufuku maandamano yoyote kutendeka, sababu maandamano haya si ya uhuru na si ya amani, inaleta uharibifu wa vitu na pia inaleta mambo ambayo hayatakani kuweza kuonekana. Kwa hivyo itasemekana ya kuwa maandamano haya ni ya uchafuzi. Kwa hivyo vijana wanatakana wakuwe ange zaidi wanapoandaa haya maandamano. Kwanza kabisa wanatakana wahakikisha ya kuwa maandamano haya yanaandaliwa kote. Unajua, unapoandaa maandamano na ni kote, tuseme kote Tanzania, maeneo makuu yote yameandaa maandamano, itashinda serikali kuweza hata kudistribute vijana hawa katika maeneo fulani fulani. Kwa hivyo vijana inatakana wahakikishe ya kuwa maandamano haya yanafanyika kote tu nchini Tanzania, ili kuhakikisha ya kuwa serikali haiwezi tuma vijana wote katika haya maeneo yote, na pia polisi pia, jeshi la polisi haliwezi kutumwa kote ili iweze kudhibiti maandamano. Kwa hivyo italeta taswira moja ya kuwa vijana hawa wameamuka na wameweza kuishinda serikali. Mpendwa mtazamaji, sijui wewe unafikiria vipi kuhusiana na jambo lolote, lakini siku ya maandamano tayari imeshaandaliwa, ambayo itakuwa tarehe 9 Desemba, na mipango inaendelea kukua, na nataka uweze kuitazama video hii na vitu ambavyo tumeweza kuzungumzia utakuwa unashuhudia tarehe 9 Desemba. Mpendwa mtazamaji, iwapo wewe ni mfuatilizi wa mambo ya siasa
kutoka Afrika Mashariki na hata Tanzania, na kuomba uweze kubofya kile kidude ili wakati wowote ambao tunatoa video au tunafanya story yoyote uwe wa kwanza kujua na uelimike zaidi. Hadi wakati mwingine, kwa heri.